Jina lake ni Kanye kwa lugha ya Yoruba. Maana yake ni mmoja wa kipekee anayetokea mara moja tu katika maisha. Anapoulizwa yeye ni nani, anasema yeye ni Mungu. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A God. I just told you. That's who I think I am. Ameenda mbali. Ameandika Biblia ambayo ameifuta jina la Mwenyezi Mungu. Kisha katika kila lilipoandikwa jina la Mungu ama anapotajwa Mungu, ameandika ye, akimaanisha yeye Kanye West. Anavyovaa, anavyonyoa hata. Kila mtu anashangaa matendo yake. Kanye Omari West. The devil is also the angel of music. Lakini anasema yeye hajifungi katika mtindo wa kufikiri ambao unawaathiri watu wengi. Yeye anafikiri kile kilicho sahihi hata kama kinapingwa na wanadamu wote. The Storybook hii leo, simulizi ya Kanye West, simulizi ya mwanaume ambaye anaishangaza dunia nzima kwa kila anachokifanya. The Storybook. Kanye West ni rapa na mbunifu wa mavazi, lakini nje ya hizo kazi zake mbili, Kanye West hakauki midomoni mwa watu na kwenye vichwa vya habari kutokana na mtindo wake wa maisha wenye vibweka kiasi cha wengi kudhani huenda Kanye West hayuko timamu. Mwaka 2014, aliyekuwa mke wa Kanye West, yani Kim Kardashian, alikwenda Instagram na kuandika, "As many of you know, Kanye has a bipolar disorder," akimaanisha Kanye West ana tatizo la afya ya akili, ugonjwa uitwao bipolar. Na hapo aliandika hivyo akijaribu kumtetea mumewe wakati akiyaoga matusi mitandaoni, akikosolewa na watu kwa tabia zake za ajabu. Kanye West amekuwa akifikiri mambo kinyume kabisa na binadamu wengine, na si muoga wa kusema mtazamo na msimamo wake, hata kama ni kinyume na ulimwengu mzima. Kama haukuwahi kuwa mfuatiliaji wa mambo ya Kanye West, basi umepitwa na mengi, na kwa wale wanaomfuatilia nitawakumbusha mengi pia hapa. Kanye West alizaliwa June 8 mwaka 1977 kule Atlanta, Georgia, jina lake halisi likiwa ni Kanye Omari West. For the record, Kanye sio Muislamu. Hili jina Omari lina historia nyingine kabisa. Hili jina Kanye kwa lugha za makabila ya Yoruba ya kusini mwa jangwa la Sahara, maana yake ni mrithi wa mfalme au nuru yenye kung'aa, au maana yake ni wa kipekee anayetokea mara moja tu katika maisha. Kwa hivyo tusimshangae Kanye kuwa wa kipekee. Hata tangu alipozaliwa tu, jina lake lilisadifu hatma ya maisha yake. Lakini pamoja na uzuri wa jina lake na kuwa tayari limeshapokelewa duniani kote ya kwamba ndiyo kitambulisho chake, jina halisi na ndiyo kitambulisho katika kazi zake za sanaa, Kanye West. Lakini August mwaka 2018, Kanye akaamua kuwasilisha ombi mahakamani kubadilisha jina, tena si kwa kujipa tu AKA, bali kwa kiapo cha kisheria na kuchagua jina Ye, jina lenye herufi mbili tu, Y na E au Y na E, kuwa ndiyo jina lake rasmi. Mahakama ikapitisha na sasa Ye ndiyo jina lake rasmi tangu Oktoba 2021. Kanye akatoa sababu za kubadili jina lake akisema, "I believe Ye is the most commonly used word in the Bible, and in the Bible it means you. So I am you, I am us, it is us." Akimaanisha, naamini Ye ndiyo neno lililotumika mara nyingi zaidi katika Biblia. Na katika Biblia neno Ye linamaanisha wewe. Kwa hivyo mimi kujiita Ye na maanisha jina langu ni wewe.
na kama jina langu ni wewe, basi mimi ni sisi. Yaani Kanye anaonyesha kutambua umoja wa kibinadamu, hajitofautishi yeye na wewe. Yeye amejipa jina linaloonyesha kwamba anatambua wewe na yeye ni kitu kimoja, hamna tofauti. Hiyo ndiyo maana ya jina lake, na amefanya hivyo akijifunza kutokana na maandiko ya Biblia. Lakini je, maandiko ya Biblia yamemfanya Kanye kuwa bora, au Kanye anayatafsiri maandiko ya Biblia katika namna inayomwehusha? Mwaka 2013 Kanye West alitoa album aliyoipa jina Jesus. Hili neno Jesus kwa kuandikwa na kwa kutamkwa linafanana na Jesus. Kwa hivyo ni neno linalofanana kwa matamshi na maandishi na jina la Yesu, Jesus. Ilikuwa ni album yake ya 6. Wakati huo Kanye alipoitoa album hiyo, pia alipata deal ya kutokea mbele ya cover la jarida maarufu sana la Rolling Stone. Basi akaamua kupiga picha akiwa amevikwa taji la miba kama lile taji lilovikwa Yesu wakati anaenda kusulubiwa. Na Kanye akasema wazi kuwa yeye anajifananisha na Yesu kwa vitu vingi sana. Akasema la msingi zaidi, anafanana na Yesu kwa vile Yesu ilimbidi apambane kujitambulisha yeye ni nani, lakini alikutana na upinzani mkubwa na kupingwa, kitu ambacho na yeye Kanye anakipitia. Kwa hivyo kwa hilo basi yeye kafanana na Yesu. Hata kwenye nyimbo zake nyingi Kanye West anaonyesha kufanya tafakari kubwa juu ya masuala ya kidini, na anadai kupata mwangaza wa kiroho. Na kisha huwa anakuja na tafsiri zake jinsi alivyoyaelewa maandiko, tafsiri ambazo mara nyingi huzaa ukakasi mkubwa. Katika albamu yake ya Jesus uko wimbo maarufu alioupa jina la I am a God. Kwa Kiswahili alimaanisha mimi ni Mungu. Na katika mistari ya wimbo huo amasema maneno mengi mazito akijiita yeye ni Mungu. Mfano ubeti wa mwisho ambao alirap akisema, I just talked to Jesus. He said, what up Jesus? I said, I'm chilling, trying to stock these millions. I know he's the most high, but I am the close high. Mikasa Sukasa. That's our Cosa Nostra. I am a God. I am a God. I am a God. Kwa Kiswahili alimaanisha, hivi karibuni nimeongea na Yesu, akaniuliza mambo yanakwendaje Jesus? Nikamjibu, nimetulia na jaribu kujikusanyia haya mamilioni. Najua Yesu ndiye mtukufu zaidi, ila mimi Kanye ndiye ninayemkaribia zaidi Yesu kwa utukufu. Mikasa Sukasa. Hili neno maana yake nyumba yangu ni nyumba yako. Kwa hivyo anamaanisha nyumba ya Yesu ni nyumba yake yeye. Kisha akaendelea, sisi ni Cosa Nostra, akimaanisha yeye na Yesu ni kundi moja. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, kilichowakera watu, kundi hilo kalitaja kwa lugha ya picha, akilitaja kama Cosa Nostra. Cosa Nostra lilikuwa ni miongoni mwa makundi maarufu ya kihalifu kuwahi kutokea Marekani. Halafu akamalizia verse yake kwa kusisitiza I am a God, I am a God, I am a God, mara 3 akisema mimi ni Mungu, mimi ni Mungu, mimi ni Mungu. Na katika wimbo wake mwingine uitwao I Don't Like, katika moja ya mstari wake akarap akijifananisha na Yesu kwa kusema the media crucify me like they did Christ. Yaani vyombo vya habari vinanisulubu kama binadamu walivyomsulubu Yesu. Kwa jicho lake yeye Kanye West anaona anavyokosolewa na kupingwa, si kwa sababu anayoyafanya na kuyasema huwa ni mabaya, bali ni kuthibiti kwa maneno ya wahenga, nabii hakubaliki nyumbani. Kwa mara nyingi Kanye West anatupa onyo ya kwamba kama tutaendelea kumpinga na kuchelewa kumsadiki, basi tutaangamizwa kwa madhara makubwa na itakuwa ni too late. Hatuna tena nafasi ya kujiokoa. Sikiliza albamu yake aliyoipa jina la Jesus is King. Uko mstari anasema, before the flood, people judge. They did the same thing to Noah. Akimaanisha kabla ya mafuriko, yaani kuangamizwa, watu huhukumu. Walifanya hivyo kwa Nuhu. Hili ni fumbo la kutupa onyo kwamba kama tukiendelea kumpinga, yatatukuta yaliyowakuta waliokataa kupanda safina ya Nuhu. Kwa kuthubutu kutamka mambo kama haya, Kanye West alikutana na makucha ya ghadhabu za watumishi na wafuasi wengi wa dini ya Kikristo.
Mtumishi wa Mungu na mwanaharakati wa masuala ya kiimani Alicia Crosby aliwahi kuzungumza kuhusu mitazamo ya kidini ya Kanye West na kuiita weak theology and not substantive, yaani ni uelewa dhaifu wa dini na usio muhimu kupewa mazingatio. Viongozi wa dini baadhi walimkosoa kwa lugha hizi za kitaalamu, ila kwenye mitandao ya kijamii huko Kanye West aliyaoga matusi. Tangu Januari 2019, Kanye West akaamua kuanzisha huduma yake, yaani kanisa lake ambalo kila Jumapili alifanya kwaya kubwa iliyoitwa The Sunday Service Choir. Wanaimba nyimbo alizoziandika za Injili. Pia Kanye West anahubiri Injili. Na wakati mwingine anawaalika na wahubiri wengine au watu maarufu. Your favor surrounds me as a shield, and the first thing that people come in contact with is my favorite shield. Thank you that I have favor with you and man today. All day long people go out of their way to bless and to help me. Hii huduma yake imekuwa ikikosolewa na wengi, wakiamini haiko kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu, na hata hili kundi kubwa la waimbaji wa kwaya halimwamini Kanye na anayoyahubiri, bali wanafuata pesa tu. Mwezi Disemba mwaka 2021, katika mitandao ya kijamii hasa Facebook kule Marekani, zilisambaa posti 9 ambazo posti hizi zilisema Kanye West amebadili Biblia, kile kitabu cha Genesis ama Mwanzo amekibadili na kukiandika kipya ambacho ni cha kwake yeye, kakiandika Book of Jesus. Na posti hizo zikasema katika kitabu hiko kila andiko lilipomtaja Mungu alifuta neno Mungu na kuandika yeye, akimjimaanisha yeye Kanye West. Habari hii ilisambaa kwa kasi na kuzua taharuki kubwa, na wengi walimkosoa mno Kanye West kwa kusema imekuwaje amefikia kuiedit Biblia na kujiandika yeye katika namna hiyo. Lakini kwa mujibu wa chapisho la The Christian Post la April 2015, Kanye West hakuandika yeye kitabu hiko. The Book of Jesus hakijaandikwa na Kanye West. Kwa mujibu wa jarida la Reuters, linasema ya kwamba wamepata ushahidi kitabu hiko hakikuandikwa na Kanye West, bali kiliandikwa na ndugu kutoka Marekani waitwao Martin Connor, Donald Martin, Chris Lambert na Travis Bean. Na mmoja kati ya hawa ndiye aliyewasiliana na Reuters na kuapa uhakika ya kwamba Kanye West si aliyehusika katika kuandika kitabu hiko cha The Book of Jesus. Lakini watu wakasema, kwa nini Kanye West hata alipoona amehusishwa na jambo hilo ambalo liliwakera wengi, mbona hakukanusha? Hata hivyo, Kanye West siku moja aliwahi kufanya interview, na kisha katika interview hiyo akasema kama Mungu akitoa agano jipya lingine la Biblia akaliandika hivi sasa, basi yeye Kanye West ana hakika kabisa kwa 100% Mungu hatoacha kumwandika yeye katika Biblia hiyo. Na imekuwa kawaida yake sasa Kanye West kujifananisha na watu mbalimbali walioandikwa katika Biblia, mara nyingine hata Mungu. Labda binadamu nyinyi ni wabishi sana kama anavyowaona Kanye West, kwa hivyo yafaa tende miujiza, huenda mkamsadiki. Basi hivi karibuni alipotoa albamu yake ya 10 iitwayo Donda, akaandaa tafrija ya watu kusikiliza albamu hiyo, yaani listening party. Hapo akaona atende muujiza kama wa Nabii Ibrahim. Kanye West alijenga nyumba mfano wa nyumba aliyokulia utotoni, kisha akaingia ndani ya nyumba hiyo na kuketi katikati. Halafu ile nyumba iliwashwa moto na nyumba ile ikawa inaungua, na akasubiri mpaka moto ulipomkuta mwilini mwake. Mwili mzima ulipokuwa ukiwaka, sasa Kanye West akasimama toka alipokaa na kuanza safari polepole kutoka nje ya nyumba hiyo. Akatembea mpaka nje huku mwili wake wote ukiwaka moto. Alipofika nje, wakamkimbilia haraka na kuuzima moto ule. Kanye West akategemea labda tutakuwa na mazingatio na sasa kuanza kumtazama kwa jicho la tatu.
ila tukawa na maswali. Kwa nini ndani ya nguo zake alikuwa amevaa protective gear, yaani vazi la kumkinga asiungue? Swali likaja, hakumwamini Mungu kwamba atamlinda kwa vile yeye ndiye kamtuma? Kwa nini asingemwomba Mungu au kuongea naye kwamba Mungu, najiwasha kwenye moto ili hawa watu wanielewe? Kwa nini alivaa mavazi yale ya kujikinga na moto na kuyaamini hayo mavazi zaidi ya kumwamini Mungu? Mbona Ibrahim hakuvaa vazi hili lakini Mungu alimlinda na hakuungua alipotupwa kwenye moto? Pili, kwa nini alipotoka nje moto haukuwaka mpaka utakapozimika wenyewe, ili tuone kweli moto hauna nguvu juu yake? Na muujiza ungekuwa mtamu zaidi kama Kanye West labda angeuamuru moto uzimike na moto ungemtii. Lakini vyote hivyo alivishindwa. Akaiogopa hatari ya kwamba hapa yawezekana nikiendelea kukaa na moto huu nitapata madhara. Haraka wakawahi kuuzima moto ule. Kwa tukio hili wengi wakabaki na tafsiri ya kwamba Kanye West ni mpenda kuzungumzwa na siku zote hubuni vituko au mambo yatakayozua mijadala kwa makusudi. Na wakati wa hiyo listening party, Kanye West akafanya mambo mengine mawili yaliyowafanya watu wamuone huyu Kanye West ana nini. Pale katika jukwaa alipokuwa amesimama yeye, akawa na watu wawili. Akawa na msanii aitwaye DaBaby. Kipindi hiko DaBaby alikuwa akishambuliwa sana na jamii za Wamarekani kwa sababu aliongea maneno ya kupinga ushoga. Kwa hivyo jamii za Wamarekani ambazo zinasapoti ushoga zina nguvu kubwa. Wakawa wakimsakama mno DaBaby kwa wakati ule. Haikutarajiwa mtu kujionyesha mbele ya hadhara akiwa anaungana na DaBaby. Kanye West akawa na DaBaby pale jukwaani. Kama haitoshi, akawa na Marilyn Manson, moja kati ya wasanii ambao wanafanya mambo ya ajabu mengi, ikiwemo mara nyingi katika show zake msanii huyu kukichoma kitabu cha Biblia anapokuwa jukwaani katikati ya show zake. Kanye West ambaye anasema yeye huwa anapata ufunuo na yeye ni Mungu, inakuwaje leo anapanda katika jukwaa lake kutambulisha nyimbo zake akiwa ameambatana na mtu ambaye huwa anampinga Mungu na kuchoma kitabu cha Mungu jukwaani kila anapofanya show yake? Mwaka 2016 Kanye West aliishangaza dunia kwa kuwa mtu mweusi mwenye ushawishi kumuunga mkono aliyekuwa mgombea uraisi na baadaye aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Tangu Donald Trump alipokuwa bado mgombea uraisi wa chama cha Republican akishindana na Hillary Clinton, alinadi sera ambazo zilionyesha ubaguzi kwa watu weusi, pia ubaguzi kwa wageni toka mataifa mengine kama Mexico na mataifa ya Kiarabu, na hata ubaguzi wa kidini, akionyesha sera za chuki kwa kuwakataza Waislamu kuingia Marekani. Basi kutokana na hayo, jamii ya watu weusi wa Marekani, hasa wale maarufu, walionekana kumpinga Donald Trump, lakini Kanye West yeye akaamua kujitangaza waziwazi kwamba yeye anamuunga mkono Donald Trump. I just said that there was things that I liked about Trump's campaign. That's not supposed to happen, right? No, that's not supposed to happen, right? Case in point. Hapa baada ya Kanye West kujitangaza hadharani kumuunga mkono Donald Trump, akazomewa na kufukuzwa jukwaani, lakini bado hakukata tamaa. Aliendelea kujitokeza mbele za watu akinadi msimamo wake huo huo. Alipata upinzani mzito akikosolewa na watu wengi maarufu, lakini Kanye West akawa tayari kwa vita na mtu yoyote, lakini si kubadili msimamo wake. Akiwa kwenye tamasha lake la muziki Sacramento, Kanye West alipanda jukwaani na kuimba nyimbo 3 tu. Mashabiki wakiwa na kiu ya kuendelea kushuhudia performance yake, Kanye West akaacha kuendelea kuimba na kuanza kuongea risala ya muda mrefu ambayo hakuna aliitegemea. Kwa dakika 20 hivi, Kanye West aliongea mambo mengi akimshambulia rapper Jay-Z na mkewe Beyonce. Kanye alipomaliza kutoa dukuduku lake, akashuka jukwaani na kusema show imekwisha, akaondoka. Mashabiki hawakuamini macho yao ya kwamba wameambulia nyimbo 3 tu. Ikabidi mashabiki warudishiwe pesa zao, warudi nyumbani wakalale. Mitandao ikachafuka tena, Kanye West akikosolewa mno kwa tukio hilo, na hasa ikihusisha mashabiki wa Jay-Z kumshambulia Kanye West, kwa maana Jay-Z ni miongoni mwa marapa wenye wafuasi wengi duniani.
Kelele za wengi zikawa Kanye West apelekwe hospitali, afya yake ya akili itakuwa si nzuri. Na kweli Kanye West alipelekwa hospitali na kukaa huko akifanyiwa vipimo kwa siku kadhaa. Alipotoka hospitali, Kanye West akaamua kuchukua mapumziko ya miezi 11 kutumia mtandao wa kijamii wa Twitter, ambako huko mara nyingi ndio anaandika mambo yake yanayozua taharuki. Kanye akawa anatibiwa kwa tatizo la msongo wa mawazo na uchovu uliopitiliza. Baada ya miezi 11, Kanye West alirudi kuitumia Twitter na posti yake ya kwanza tu ikawasha moto upya. Kanye aliendelea kutangaza kumuunga mkono aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Kanye aliandika tweet iliyosema, "Si lazima ukubaliane na Trump, lakini hakuna mtu anayeweza kunifanya nisimpende Trump. Sisi wote tuna nguvu ya joka, dragon," akimaanisha nguvu ya asili ya uongozi unayozaliwa nayo. Kisha akaendelea kusema, "Yeye ni ndugu yangu," yani Trump ni ndugu yake Kanye West. "Ninampenda kila mtu. Sikubaliani kwa 100% na mtu yoyote isipokuwa mimi mwenyewe tu. Na sisi sote tuna haki ya kutoa maoni yetu." Kwa haraka sana Donald Trump alijibu tweet hii. Akajibu kwa kusema, "Asante Kanye. Poa sana." Tweet ya Kanye ilisababisha dhoruba ya hasira kwenye mitandao ya kijamii. Watu maarufu wakiwemo Janelle Monáe, Jaden Smith, J. Cole, Leonardo DiCaprio, T.I. na mastaa wengine wengi wakimponda Kanye West, akionekana kumuunga mkono kiongozi mwenye sera za kibaguzi. Ama ndio tuseme ule msemo wa Kiswahili, chizi haponi. Disemba mwaka 2016 zikasambaa picha zikimuonyesha Kanye West akiingia makao makuu ya makampuni ya Donald Trump, jengo liitwalo Trump Tower. Kanye alikwenda kuonana na Donald Trump. Kama walimkosoa kwa kumsapoti tu kwa tweet zake, sasa akaamua kwenda kabisa. Baadaye Kanye West alidai mazungumzo yake na Donald Trump yalihusu kutafuta suluhisho la uhalifu na unyanyasaji, kuboresha maslahi ya walimu na kuboresha mitaala ya elimu, na pia mambo mengine ya tamaduni za Marekani. Wamarekani weusi waliamini kikao hiko ilikuwa ni mpango mkakati wa Donald Trump kujaribu kuonyesha anajali kuhusu watu weusi, lakini Wamarekani weusi wengi walimkosoa Kanye West wakisema kaamua kuwa kibaraka anayetumika kwa maslahi ya Donald Trump. Kanye bado hakumsikiliza mtu. Kumbuka, Wamarekani weusi waliteswa sana na wazungu wakati wa utumwa, na kisha tangu hapo hawajawahi kuacha kubaguliwa na kunyanyaswa. Watu weusi wa Marekani wana machungu makubwa mioyoni mwao kuhusu ubaguzi, lakini Kanye alisimama kinyume na Wamarekani wenzie weusi. April mwaka 2018, Kanye West akawachefua zaidi Wamarekani weusi ziliposambaa picha zake alizoposti akiwa amevalia kofia nyekundu ambayo mbele imeandikwa Make America Great Again, kampeni maarufu ya kisiasa iliyokuwa ikihubiriwa na Donald Trump. Kwa kifupi ilikuwa ikiitwa MAGA, kampeni iliyotazamwa na Wamarekani weusi kama bendera ya ubaguzi. Kanye anaivaaje? Na kofia hiyo aliyokuwa ameivaa Kanye West ilikuwa imesainiwa na Donald Trump. Kanye West akaonekana kibaraka wa wakandamizaji na wabaguzi, msaliti kwa watu weusi, na yeye wala hakujali. Bado anajiita yeye, akimaanisha yeye ni sisi. Sasa anashindwaje kujua tunachokihisi? Kanye West. Haikupita muda mrefu, Kanye West miongoni mwa jamii za Wamarekani weusi akawatibua tena. Akasema Wamarekani weusi na Waafrika waliotumikishwa katika utumwa walipendelea kuwa watumwa. Ilikuwa ni Mei 2 mwaka 2018, mtandao wa burudani wa TMZ ulirusha mahojiano walioyafanya na rapa Kanye West, ikiwa ni muda mfupi tu tangu alipotoka kwenye sekeseke la kumsapoti Donald Trump. Kanye West akazungumza mambo mengine mazito yaliyowaumiza na kuwakasirisha Wamarekani weusi na watu wengi weusi duniani kote. Kanye West alisema kuwa utumwa waliofanyiwa Wamarekani weusi kutoka Afrika uliofanyika zaidi ya miaka 100 iliyopita lilikuwa ni chaguo lao. Walipenda wenyewe kufanywa watumwa, au tuseme walifanywa watumwa kwa uzembe wao. It is a choice, just like when I said slavery is a choice. The reality, we can make our own reality. We can talk about history, but not too long.
We need to talk about our now, because we can fix and start loving each other now. When I say we have no enemies, we don't have enemies. Black people have a tendency to focus and march when a white person kills a black person or wears a hat. But when it's 700 kids being killed in Chicago, it's okay. Hapo Kanye West nikimnukuu kwa Kiswahili alisema, unaposikia kwamba utumwa ulifanyika kwa zaidi ya miaka 400. Miaka 400? Ni kama walipendelea hilo kufanyika. Waliruhusu vipi kwa miaka 400 kufanywa watumwa? Walishindwaje kupata namna ya kujinasua? Kanye West aliongea kwa mshangao, lakini kauli hii ya Kanye West ilipokelewa vibaya sana na alishambuliwa sana na kukosolewa na hata matusi. Amewezaje kudhihaki juu ya dhulma waliofanyiwa watu weusi wa Marekani wakati wa utumwa? Kanye baadaye alituma ujumbe wa Twitter na kusema kwamba hakueleweka vyema na kwamba alizungumza kuhusu miaka 400 kwa sababu fikra zetu haziwezi kufungwa kwa miaka mingine tena 400. Ni kama anatupa onyo kwamba kama zamani tulikubali utumwa kwa miaka 400, basi angalau sasa hivi tusikubali ukoloni mambo sasa, kwa vile tuna kila njia za kuweza kuupinga na kukwepa athari zake. Hii hoja ya Kanye West watu hawakuipokea wala kuwa tayari kuielewa. Hapa kwangu mimi nahisi watu walitumia hisia kufikiri, walitumia mioyo baada ya akili. Niseme, kumbukeni, ukweli huwa mtamu kuutema na huwa mchungu kuumeza. Japo maneno yake Kanye West yalikuwa ni machungu, ila labda ilikuwa ni dawa ya muhimu kwetu. Hata kama mnamuona ni chizi, msisahau kuwa hata saa mbovu kuna wakati husema ukweli. Nimeyasema haya kwa maana mimi ni miongoni mwa mashahidi ambao nilipowasisitiza watu kufanya baadhi ya mambo ambayo yalihitaji akili nyingi, walinijibu ya kwamba sisi hatuna akili hizo, hayo mambo ya wazungu, tuachie wazungu. Kwa nini kama mnafikiri hivyo, Kanye West akiwaambia kwamba nyinyi mliukubali utumwa wenyewe, mnakasirika? The Storybook. Katika moja ya matukio maarufu ya kushangaza ya Kanye West, matukio yaliyofanya watu wazidi kujiuliza kichwani mwa Kanye West kuna nini, ni tukio la Kanye kumshambulia mwanamuziki mwenzake Taylor Swift jukwaani wakati wa tuzo za video za MTV za mwaka 2009. Kipindi hiko Taylor Swift alikuwa ni binti mdogo wa miaka 19 tu, na video yake ya wimbo uitwao You Belong With Me iliishinda video ya Beyonce ya Single Ladies katika kipengele cha video bora ya msanii wa kike kwenye tuzo za video za MTV. Kanye hakuridhishwa na ushindi huo. Cha ajabu, wakati Taylor Swift yuko jukwaani kupokea tuzo yake, Kanye West aliruka jukwaani na kumpokonya Taylor Swift kipaza sauti na kusema, "Yo, Taylor, nina furaha sana kwa ajili yako na nitaruhusu umalize, lakini video ya Beyonce ilikuwa ndio video bora zaidi kuwahi kutokea." Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Tangu kuumbwa kwa dunia, tukio kama hili halijawahi kushuhudiwa. Tena bora ingekuwa yeye Kanye West ndio anashindana na Taylor Swift, lakini aliamua kuununua ugomvi usio wake. Hata Beyonce mwenyewe alipomsikia Kanye West aliyoyasema, alishtuka na kusema, "Mungu wangu," kisha akabaki mdomo wazi. Kanye West kama kawaida yake akazagaa kwenye vichwa vya habari, akiparuriwa vibaya mno, na hasa kwenye mitandao ya kijamii. Tukio hili lilikosolewa mpaka na rais wa Marekani wakati huo, Barack Obama. Inafaa kukumbuka kuwa wakati huo Kanye West na mume wake Beyonce, yaani Jay-Z, walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Kanye alikuwa ametoa nyimbo nyingi na Jay-Z na kufanya naye show nyingi za pamoja. Kuna wakati Kanye West alimuomba radhi Taylor Swift na wakamaliza uhasama baina yao, lakini haikuchukua muda wakarudi tena kwenye vita, na vita hiyo imekuwa inayokufa na kuzaliwa upya mara kwa mara. Mwaka 2016
Kanye alitoa wimbo uitwao Famous, na kuna mstari mmoja katika mashairi yake akarapa akisema I made that shit famous, akimaanisha tukio lake la kumshambulia Taylor Swift jukwaani ndio limemsaidia Taylor Swift kupata umaarufu. Kauli hii ilimchukiza Taylor Swift, na Kanye baadaye alidai kuwa kabla hajautoa wimbo huo Taylor Swift aliusikia na kuupitisha, jambo ambalo baadaye Taylor Swift alilikanusha. Kim Kardashian akamtetea mumewe na kusema ni kweli Kanye alimtumia wimbo huo Taylor Swift na aliusikia, jambo ambalo baadaye uchunguzi ulithibitisha halikuwa la kweli. Katika mahojiano ya mwaka 2020 na Nick Cannon kwenye kipindi kiitwacho Cannon's Class, Kanye West alisema alichokifanya kumshambulia Taylor Swift jukwaani ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, japo tukio hili aliliombea msamaha, ila waliporudi kwenye vita akaamua kulibeba tena kuwa lilikuwa ni jambo sahihi. Basi katika mahojiano hayo Kanye West alisema, if God ain't want me to run on stage and say Beyonce had the best video, he wouldn't have set me in the front row, akimaanisha kama Mungu hakutaka mimi nipande jukwaani na kusema kuwa video ya Beyonce ilikuwa ni bora zaidi, basi Mungu asingeniweka nikae mstari wa mbele karibu na jukwaa. The Storybook. Kanye, what's the best part about being a dad? The kids. What's the most important thing you learned from your parents about raising a family, Kim? Baada ya takriban miaka 7 ya ndoa ya mwanamitindo Kim Kardashian na rapper Kanye West, zikaanza kuvuja habari ya kwamba ndoa yao huenda ikavunjika. Na baadaye kweli akatimia. Ila Kanye West alipoachana na mkewe Kim Kardashian, sasa akacharuka tena. Mashetani yake yakamtuma achie mkanda wa ngono wa Kim Kardashian, yaani mke wake aliyeachana naye. Mjini kukachafuka. Kama utakumbuka, zamani ziliwahi kusambaa video za ngono Kim Kardashian akifanya uchafu huo na msanii Ray J. Basi baada tu ya Kanye kuachana na Kim Kardashian, akadai kuwa anazo video zingine za uchafu huo ambazo zamani hazikusambaa na sasa anapanga kuziachia. Kanye alidai video hizo alizipata kutoka katika laptop ya Ray J, na akasema ni yeye tu ndiye aliyekuwa akizizuia video hizo zisisambae. Maumivu ya kuachwa yalimvuruga Kanye West na kutaka kufanya maloloso ya aibu, japo msemaji wa Kim Kardashian alikanusha kuwepo kwa video hizo. Kanye hakuishia hapo. Tangu kuachana na mke wake mrembo Kim Kardashian, amekuwa akicharuka kufanya mengi ya kustaajabisha. Eti sasa aliamua kutoa wimbo uitwao Easy, na ndani ya wimbo huo akaamua kumchachafya mtalaka wake. Kanye aligundua baada ya talaka yao Kim Kardashian alianza mahusiano na mchekeshaji Pete Davidson. Kanye akafanya wimbo diss track, yani wimbo wa kuwakejeli aliouita Easy. Na moja ya mistari iliyoonyesha chuki yake bayana ni ule mstari uliosema God saved me from the crash just so I can beat Pete Davidson's ass. Siwezi kutafsiri sababu alichokisema ni matusi. Na mstari mwingine akamkashifu aliyekuwa mkewe, yani Kim Kardashian alikuwa hajui kulea watoto. Alisema I got love for the nannies but real family is better, akimaanisha Kim Kardashian alikuwa mcharuko asiyepata muda wa kulea watoto wake na akawa anawatelekeza kwa bibi yao. Na kwenye video ya wimbo huo Kanye alionekana akifanya tendo la kumzika Pete Davidson ambaye amekuwa mchumba mpya wa mtalaka wake. Kwa wiki kadhaa Kanye West alifanya mashambulio mengi kwa Kim Kardashian na mpenzi wake mpya, kiasi ilifikia stage Instagram walimfungia kwa masaa 24 Kanye West kutotumia mtandao huo, na pia Grammy wakamuondoa kwenye orodha ya wasanii waliotakiwa kuperform usiku wa tuzo za Grammy za mwaka 2022. June 2016 Kanye West aliachia video ya wimbo wake uitwao Famous. Video ya wimbo huo nayo ilikuwa na ukakasi na kuzaa mjadala mzito. Katika video ya wimbo huo Kanye West alionekana yuko kitandani akiwa mtupu, hana nguo kabisa. Na pia kitandani hapo alikuwa na watu wengi, watu maarufu
ambao nao walimzunguka wamelaliana huyu juu ya yule, wote wakiwa hawana nguo. Hii ilikuwa ni ngumu kumeza. Kanye West alitengeneza midoli ya watu hao maarufu kwa kutumia wax. Midoli ya watu maarufu ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa uhusiano naye katika maisha yake, hasa mahusiano mabaya. Midoli hiyo ilifanana kabisa na watu halisi. Ukiona si rahisi kujua ni midoli, na watu hao maarufu walikuwa ni George Bush, Anna Wintour, Donald Trump, Rihanna, Chris Brown, Kim Kardashian, Amber Rose, Taylor Swift, Ray J, Caitlyn Jenner, Billy Cosby na yeye mwenyewe Kanye West. Watu walipoonyesha kushtuka kwa nini amefanya hivyo, yeye alishangaa na kusema alichokifanya ni ubunifu tu wa kisanaa, na akasema wanaomchukia waache kuongea sana kuwa alichokifanya ni kitu kibaya. Siku nyingine, mwaka 2014, Kanye West alikuwa kwenye tamasha lake la muziki katika mji wa Sydney. Wakati anaendelea na show, kama kawaida ya wasanii, akawataka mashabiki wote wasimame. Kwa bahati mbaya, miongoni mwa mashabiki wake alikuwapo mtu mmoja mlemavu wa miguu ambaye hawezi kusimama na alikuwa amekaa kwenye viti vya walemavu, wheelchair. Kanye West alimtazama yule shabiki yake mlemavu, ukumbi mzima ukiwa umesimama kasoro yeye tu. Lakini baada ya kumhurumia na kuona ni mtu mwenye mapenzi makubwa kwake yeye Kanye West, kiasi hakujali shida alionayo, akaja kwenye vurugu ya ile show. Kanye hakuona hayo, badala yake akasusa kuendelea na show na kusema haendelee kuimba mpaka watu wote wasimame. Kanye akavuruga zaidi kwa kusema, natamani tuvumilie tukusubiri usimame, ila sasa utatuchukulia muda wetu mwingi. Mashabiki walikerwa na kuanza kumzomea Kanye West. Akaamua kubadili mawazo na kusema, basi kama vipi, poa, acha tuendelee na show. The Storybook. Kanye huwa haangalii ni nani. Yeye akijisikia kukuvuruga, basi utamchukia kwa sekunde tu. Septemba ya mwaka 2005, Kanye West aliwahi kuwashangaza watu akiwa kwenye kipindi cha televisheni kilichokuwa kikiruka live. Alitoa maneno makali ya shutuma kwa rais wa Marekani wakati huo, George Bush. Kipindi kile ilikuwa imetokea janga la kimbunga cha Katrina. Kilikuwa kinafanyika kipindi cha TV kikiwa kinawahusisha watu wengi maarufu akiwemo yeye Kanye West, na walitakiwa kuzungumza mambo ambayo yalishapangwa na kuandikwa kwenye script, na yalikuwa yakionekana kwenye mashine za teleprompter mbele yao ili wasisahau. Kanye hapendi kukaririshwa mambo, na wakati huo alikuwa haridhishwi na jitihada za George Bush kukabiliana na janga hilo. Basi Kanye West akasema, George Bush doesn't care about black people. Yani George Bush hajali kuhusu watu weusi. Hapo hapo waandaaji wa kipindi hiko wakamkatisha ili asiendelee kumwaga povu zaidi. Baadaye Kanye West alipohojiwa katika kipindi cha The Ellen DeGeneres Show, akasema kuwa yeye alitoa kauli hiyo kwa vile aliamua kuwa mkweli kuliko kusema maneno ya kukaririshwa. Na baadaye mwaka 2018 Kanye West akaongelea tena tukio hilo akihojiwa na jarida la People, na akasema kuwa I was very emotional and I was programmed to think from a victimized mentality. Nilikuwa nimeumizwa sana, halafu nikawa napangiwa maneno ya kuzungumza kama mtu dhaifu wa kifikra. George Bush aliwahi kukaririwa akisema siku ile alichokifanya Kanye West kusema George Bush hajali kuhusu watu weusi katika kipindi cha televisheni kikiwa live ilikuwa ni wakati mbaya zaidi wa utawala wake. Mwaka 2015 Kanye West akiwa tena katika jukwaa la MTV VMAs, tuzo za video za muziki za MTV. Kanye usiku ule alipokea tuzo ya heshima ya mafanikio katika maisha yake ya kimuziki.
Lifetime Achievement Award. Aliongea mambo mengi, lakini mwishoni akawaacha watu mdomo wazi tena, baada ya kuiambia dunia kuwa atagombea urais wa Marekani itakapofika mwaka 2020. Kauli hii ilizaa maswali mengi vichwani mwa watu, na wengine kwa vile wanamjua uthubutu wake wakasema huyu anamaanisha kweli, na watu walianza kujiuliza maswali ya kufikirika ya kwamba ikiwa atagombea kweli urais na kushinda, ataiongozaje nchi kwa kichwa chake hiki? Julai 4 mwaka 2020, wakati watu wamesahau kuwa Kanye ametangaza nia ya kugombea urais, Kanye akafanya kweli na kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais kama mgombea binafsi. Baada ya michakato mbalimbali, kampeni za Kanye West hazikuzaa matunda. Hakupata imani ya watu, akaambulia kura 0.04%. Hatuwezi kuyamaliza hapa mambo ya vituko ya Kanye West. Ni kawaida yake kutrend, mara nyingine hata kwa staili zake za ajabu za kunyoa nywele. Alijinyoa nywele mfano wa aliyepunyuliwa kwa kunyolewa na chupa, au labda aliyenyolewa nywele kwa kunyonyolewa kama kuku vile. Au wakati mwingine huwa ana trend kwa mitindo yake ya mavazi. Japo hapa tumsifu zaidi kuwa Kanye anafanya vizuri sana kwenye ulimwengu wa ubunifu wa mavazi. Mavazi ya Yeezy yana umaarufu mkubwa duniani kote. Watu hupendelea kuvaa mavazi yake ambayo mara nyingine huwa na nakshi za kama nguo za zamani zilizopauka. Wakati mwingine Kanye West huwa anatushangaza kwa mtindo wake wa kuonekana akiongea au akicheka, halafu ghafla anabadilika na kuwa aliyenuna. Haichukui hata sekunde moja kumuona Kanye West aliyekuwa akicheka paka jina la mwisho sasa amenuna kama Israeli anataka kukutoa roho. Siku nyingine eti alikuwa anatembea huku kainamisha kichwa chini, haangalii mbele mpaka akaenda kujigonga katika bao la alama za barabarani, na watu walipomcheka akageuka mbogo. Mara nyingine Kanye West amekuwa miongoni mwa wasanii watata ambao wamekuwa akiwashambulia watu ama mapaparazi ambao wanamuuliza vitu asivyovipenda, au mara nyingine kujaribu kumpiga picha. Huwa anawavaa bila ya kujali yeye ni nani, kisha papo hapo hata kunyoosha. The Storybook. Hapa nimeshika karata. Hii karata inaitwa The Hanged Man. Ni miongoni mwa karata za tarot cards. Tarot cards ni karata ambazo wale watabiri wa maisha yako ambao huwa wanakufanyia utabiri kutokana na karata. Hii ni miongoni mwa karata ambazo kama ukienda kwao wakufanyia utabiri juu ya maisha yako, ni nini hatima ya maisha yako ama kipi kinafuata katika maisha yako. Ukichagua karata hii ni miongoni mwa karata nzuri za kwamba dalili ya mafanikio katika maisha yako. Lakini karata hii inamuonyesha mwanaume ambaye amening'inizwa kwenye mti, kichwa chini, miguu juu, kama wakati mimi nafungua kipindi. Huyu mtu ukimtazama, kichwa chake kimezungukwa na duara lenye kutoa mwanga, wanaita halo, duara ambalo hata zikionyeshwa picha za Yesu katika vitabu mbalimbali vya maandiko ya dini huonyeshwa amezungukwa na duara hilo kichwani. Duara hili linaashiria ni mtu mwenye maono ama elimu ya ziada. Na pili, mtu huyu katika karata hii ukimtazama sura yake inaonyesha ni mtu ambaye hajakaa kwa maumivu, pamoja na kwamba amenyongwa kwa kuning'inizwa kichwa chini miguu juu. Sura yake inaonyesha amekaa kwa kurelax, ya kwamba yuko hapa kwa idhini yake. Hoja ya msingi kwa nini awepo katika karata hii kwa mfumo wa kuning'inizwa kichwa chini miguu juu na awe mwenye furaha. Maana ya karata hii ni kwamba huyu ni mtu ambaye amesurrender katika muda. Anaamini vyote vinavyotokea katika maisha jibu liko katika muda. Lakini
ameamua kuutazama ulimwengu katika mfumo ambao yeye anatazama kichwa chini, miguu juu, kinyume na wanavyofikiri binadamu wengine. Mfano wa mengi kuhusiana na mtu huyu katika hii karata ndio uhalisia wa namna ambavyo Kanye Omari West ama Kanye West amekuwa akifikiri katika maisha yake na kufanya mambo mengi ya tofauti na wanadamu wengine. Na labda nikupe siri. Miongoni mwa msingi wa umaskini ni watu kufikiri kama wanavyofikiri watu wote. Japo ukiwa unafikiri kama inavyofikiri jamii nzima, watakusifu una tabia nzuri, lakini ni kifungo cha hakika. Siku zote utabaki katika umaskini. Wale wote waliofanya mabadiliko makubwa katika dunia walifikiri kinyume, tofauti na watu wengine wote ambao tunawajua. Ndio maana wakafanikisha kufanya mambo makubwa. Chagua wewe. Unataka kuwa mtu huyu ambaye unaiona dunia katika namna ya tofauti, au ungependa kuwa yule ambaye anasifiwa na tabia nzuri sana kwa maana unafikiri kama kila anavyofikiri mtu mwingine? Jina langu Jamal April Jamal Mustafa, Profesa. Kwa leo nite Kanye. The Storybook. Oh yes. Acha nikukumbushe tena, kama wewe ni mpenzi wa saa nzuri, basi Order Stores ndilo duka litakalokidhi haja yako. Ndio walionivalisha mimi hii leo. Iwe saa za kiume ama za kike, zote utazipata dukani kwao. Duka lipo Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, au wapigie simu nambari 0685304952 au wafuate Instagram order_stores. Oh yeah, dress to impress. Chapa suti ikazie na tai, iwe ya kike au ya kiume. Office suits, wedding suits na zile za swag, yani casual suits. Sasa basi, duka pekee la suti kali ni Suti Fashion. Wapo Kariakoo, mtaa wa Mchikichi na Nyamwezi. Better look classic, smart and fabulous. Only gentlemen ndio huvaa vitu original, and I mean only original. Kwa viatu bora na original vya kila aina, whether ni mocha, ni rubber, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu, Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo, karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu au kawacheki WhatsApp kupitia namba 0718209487. Now if you are a real gentleman, basi usivae mdosho, vaa original.